husoma maandiko yale siku mingi, na miaka yangu yote ya kihuduma nimesoma maandiko yale. Sijui lao wengine kumi, majina yao siyajui, na imeandikwa pale. Najua tu majina ya Joshua na Kale, sababu hawa ndio walisikia sauti ya Bwana na wakatii sauti ya Bwana. Hawakuangalia the circumstances, hawakuangalia majira, hawakuangalia nguvu yao wenyewe. Walijua ya kwamba wako na nguvu katika uweza wa Bwana. Nasi tutatimiza yale Bwana ameandaa kwa maisha yetu tutakapotembea katika nguvu na uweza wa Bwana. Yeye atatuwezesha, na yeye aliye upande wetu hazizi, yeye aliye upande wetu halali, yeye aliye upande wetu hapungukiwi na nguvu. Yeye ako sawa kwa majira yote, na huyo tunayemwamini atatuwezesha kutimiza yale ambao ameandaa kwa ajili ya maisha. Katika John Yohana 2:17 tutaanza hapo kuangalia example ya Yesu Kristo. Na Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo alikuwa, naweza sema labda ni shauku, ama alikuwa na himizo, ama alikuwa na moto uliokuwa unawaka ndani yake. Biblia ndiko hilo linasema nini? Yohana 2:17 inasema aje? John 2:17 Tasoma kwa uwezo wa Bwana. Yohana 2:17 inasema hivi: wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. 18 hapo ni sawa, wivu wa nyumba yako utanila. Hii ni wakati ambapo Yesu aliingia kwenye hekalu na akapata watu wanafanya business pale, wanauza, wananunua, hawazingatii mapenzi ya Mungu. Na Biblia inasema the house of the Lord shall be called the house of prayer unto all nations. Na kwa hivyo akaweka viboko na akawatorosha wote na akaharibu zile biashara walikuwa wanafanya. Naye Biblia inasema ya kwamba wanafunzi wake wakakumbuka imeandikwa katika Zaburi ya kwamba wivu wa nyumba yako ndio unaonila. Na hii ndio tulikuwa tunaongelea jana. Kuna wivu, kuna ile shauku, kuna ule msukumo katika maisha yako, sababu ile ndio mbingu inatazama na inaangalia ili mapenzi ya Bwana yatimizwe katika maisha yetu na katika majira tunayoishi na katika maisha yetu in this generation. Kama kuna watu Mungu atafanya kazi na wao katika siku hizi za mwisho, ni watu ambao wana wivu ya nyumba ya Bwana, wivu nao wachoma, wivu nao wakula kwa ndani. Wanasema siwezi kaa, siwezi tulia kabla sijaona jina la Mungu limetukuzwa. Siwezi kaa tu hivi kama mtu wa kawaida, kama hii huduma haisongi to the next level, mimi sitaketi, mimi sitatulia. Tuko pamoja, kama ni tenge ya position, kama ni keki ya position. Mungu ametenda Bwana wema wako maishani mwangu, tena nisipate kuliko wenzangu. Wewe ni Mungu na Bwana wangu, Wakorintho wa kwanza 16 wa 15. Neno linasema hivi: tena ndugu na wapenzi, mnawajua watu wa nyumbani wa Stefano kwamba ni malimbuko ya Akaya, nao wamejitia katika kazi ya kuwahudumia watakatifu. Sasa Yusufu inasema, remember the household of Akaya.
They were the first fruits, the household of Elkanah. They were the first fruits of Achaia. And they addicted themselves to the work of the ministry. They addicted, yani wamelewa. Hawa ni walevi wa kazi ya Bwana. Kama wale walikaa huku mpaka saa 4 ya usiku. Ni mlevi tu anaweza mambo kama hayo. Na wanaanza safari usiku. Saa 8 ya usiku. Mtu anaanza safari ya dia mwingine ni walevi hawa. Sasa kama household of the sinners ni watu walikuwa wamelewa. Ulisikia wapi? Watu wa kanisa wanatoka manyumbani kwao. Wanaenda kulala kanisani wote. Ni walevi. Ni hawa kama watu wa the sinners. They walilewa. They were addicted to the work of the ministry. Anaomba usije mkawa soba kutoka siku ya leo. Umekaa mwaka moja ukiwa mmelewa na kazi ya Bwana. Naomba msije mkajua sobriety katika maisha yenu katika jina la Yesu Kristo. Sijui kama unaelewa walevi. Kuna walevi wengine walikuwa huko. Mimi kwetu pahali naweza ikani kwetu hata pale na Semaga Bariki. Wazazi wangu walitoka pande ya Murang'a na mimi mwenyewe nikiwa nilikuwa nauza chang'aa huko Murang'a town. Nilikuwa klasi. Nilikuwa nauza na chupa ya Kristo. Ninapotoka klasi naenda kutafuta pesa nikiwa klasi. Naenda huko chumba kifuniko hiyo nilikuwa nauza shilingi. Na polisi wakija mimi hawezi nishika, mimi ni mtoto. Lakini wale wakubwa wakipatikana wanakamatwa bwana. Sasa mimi walikuwa wananiachia biashara na kufanya biashara vizuri sana. Najua business sio kuhubiri tu. Na wacha nikuambie walevi ni watu wengine ajabu. Pale Murang'a waliuziwa karuku yenye ina chemicals za kupoteza macho. Walipokunywa wakakunywa macho ikapotea. Mchana wakaanza kusema hata mkizima stima tutaendelea kukunywa tu. Wale ndio walevi. Ndio hao. Hawaelewi. Hawajui diplomacy, hawana protocol. Mlevi anaenda pale anatembea kwa barabara na watoto wake na wamama wa jirani wako pale na ako katikati ya barabara, anajisikia sasa hapa ndipo nitajisaidia na kasomora na kaji ya mwili hapo katika walevi hawaelewi, hawana aibu, washindwe katika ufalme wa Mungu. Wale watu ambao waliweka alama katika mambo ya kifalme walikuwa wamelewa na kazi ya Bwana, walikuwa wamelewa na Roho Mtakatifu. Hawakuwa wanaelewa diplomacy, hawakuwa wanaelewa protocol, hawakuwa wanajua aibu ni nini. Walikuwa wanasimamia Kristo Yesu usiku na mchana. Kwa moyo wa shukrani kukumbuka wema maishani mwangu, tena nisijione bora kuliko wenzangu. Pokea sifa we Mungu, oh pokea sifa we Mungu, oh pokea sifa we Mungu, oh pokea sifa we Mungu, pokea sifa we Mungu, pokea sifa we Mungu, oh haleluya, 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 haleluya.
Bwana wangu mimi niishi kwa moyo wa shukrani. Kumbuka wema wako maishani mwangu, tena nisijione bora kuliko wenzangu. Wewe ni Mungu na Bwana wangu mimi niishi kwa moyo wa shukrani. Kukumbuka wema wako maishani mwangu, tena nisijione bora kuliko wenzangu. Kuwa wewe ni Mungu na Bwana wangu mimi niishi kwa moyo wa shukrani. Kukumbuka wema wako maishani mwangu, tena nisijione bora kuliko wenzangu. Wewe ni Mungu na Bwana wangu mimi niishi kwa